Sema amina kubwa. Tena piga kelele za shangwe kwa Bwana leo. Maana maajabu yalitokea katika siku kama ya leo. Na maajabu yaliyotokea katika siku iliyokuwa kama ya leo ni habari hizi ambazo tumeziona. Baada ya kuwa Yesu amewekwa kaburini, na wale wanawake walipokwenda katika lile kaburi, lakini kwa lengo ili aweze kupaka mwili mafuta ule mwili katika lile kaburi, kwa mila na desturi za makaburi ya Wayahudi ambayo yalikuwa sio ya kuchimbwa kama haya ya Kia na Kiafrika mara nyingine. Wao walikuwa wanaandaa makaburi ya ukoo, na yale makaburi yalikuwa yanatengenezwa rasmi, ila yalikuwa yanawekewa jiwe la kufunikwa. Kwa hiyo kila mmoja wako ule ambao wamefariki walikuwa wanamlaza juu ya mifupa ya wale waliokuja kutangulia. Kwa hiyo lilikuwepo kaburi ambalo limeandaliwa na mtu kwa ajili ya ukoo wake. Na Yesu alipokufa ndipo wakamweka katika lile kaburi, na lile jiwe ambalo lilikuwa likifunguliwa na kufunikwa watu wanapowekwa katika kaburi lile, ndipo wale wanawake walipoingia mahala pale ili waende wakitafuta na kufikiri nani atakayetufungulia ili jiwe, halafu tuweze kumpaka Bwana wetu mafuta. Na wakawa wakifikiri hilo, watakuta namna gani, ni nani atakayewafungulia lile jiwe ili waweze kuondoka na waweze kutuimiza ile huduma yao. Lakini wakati wanafika pale wakiwazawaza, walipoingia kwenye lile eneo la ile kaburi, cha kwanza cha kushangaa ni wale watu wawili ambao walikuwa malaika wa Bwana. Ndio wanaoanza kuona pale, wakawauliza, mnamtafuta nani? Wale wanawake wanaangalia lile jiwe, unaona halipo kwenye kaburi, limevingishwa, limewekwa pembeni. Na wale watu wawili ambao ni malaika wa Bwana wanawauliza, mnamtafuta nani? Wanasema, tunamtafuta Yesu. Wanawaambia, msimtafute aliye hai katika wafu. Haleluya! Msimtafute aliye hai katika wafu. Hilo ndio jambo ambalo limesimama katika ujumbe huo, ya kwamba tusimtafute yeye aliye hai katika wafu. Bwana asifiwe tena. Yesu hayupo kwa wafu. Yesu hayupo kwa wafu. Makaburi yote katika Israeli yamebaki yamefungwa, lakini kaburi moja la Yesu tu ndio likabaki liko wazi. Maana Yesu hayuko huko wala katika kaburi hilo. Yesu amefufuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo tukio kubwa, tukio la kwanza kubwa ambalo lilikuwa limetangulia kabla ya hapo, ni lile ambalo tumelisoma siku ile ambayo Bwana amewekwa msalabani, alipokata roho. Baada ya kukata roho, Biblia inasema likatokea tetemeko kubwa ambalo lilitikisa na likasababisha mambo maajabu makubwa ambayo yalitokea katika siku ile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ile ya Ijumaa tetemeko lile lilikuwa limetokea, na siku ile ambayo ilikuwa